Remind you, niliweza kukwambia kuhusu hawa jamaa kwamba matendo yao na jinsi wanavyofanya si watu wa kawaida hivi. Mama Fatuma baada ya kutoka katika mazing zone ya kusumbuliwa na Tashi, yupo njiani anakutana na hawa washikaji, wanamsimamisha na kutaka kumwambia shida yake, lakini tayari kichwani Mama Fatuma aishaona wajamaa wazinguaji hivi. Kwa hiyo akawachimba bichi na kuambia kwamba mimi nimezaliwa Keko, nimezaliwa Temeke, kwa hiyo naomba mniache, mkiniletea maseke mtanijua mimi nani. Alafu then akajichenga. So hapa ndipo ambapo tunaenda kuwajua hawa jamaa kwamba sio watu wa kawaida, kwa sababu wanasema tayari Tashi yuko town na balaa lake ndio hivyo tayari imeshakwisha kuanza. So kwamba wanafahamu balaa lote ambao linasababishwa na Tashi hapa town, so wamekuja kwa ajili ya kuikomboa dunia. Lakini sasa ujinga ambao wanauendeza sidhani kama kwao kuna mademu. Let's go, tuendelee, tutaelewa tu. Mama Fatuma anakutana na shoga yake na kutaka kumwambia kilichomkuta huko nyuma, lakini kabla hajaweza kufungua mdomo vizuri na kuweza kumwambia, Tashi huyo hapa. Maengo yanamjia, anaona si kesi, ananunua boxer na kuweza kutimua mbio. Hey, mbona kaya timba? Oya, sio mimi nimesema watoto wa PSJ pale Tabata. Shoga yake elewi ni kitu gani ambacho kimemkuta rafiki yake. Eti waungwana, tumwambie au tumwache na yeye amkute. Noma sana. Bio za sakafuni zinaishia hapa kwa Tashi. Mbele ya Mama Fatuma, Tashi huyo hapa. Oh yes, koja kwanza. Ina maana unafurahia ugondo wote huu halafu bado hujisubscribe kwenye channel yangu? Usifanye hivyo. Chini hapo kuna alama subscribe, gusa, share upendo, then tuende mbele. Sasa hatujafahamu kwamba Kani aliweza kumwokoa vipi Mama Fatuma kutoka mdomoni kwa Tashi, ila hapa tunamwona yupo naye na anamueleza kinaga ubaga kuhusu Tashi kuwa ni nani, kwamba ni mzimu uliofunguliwa na mganga na sasa unaunda jeshi lake, na ndipo alipoamua kukusanya watoto wadogo kuweza kutengeneza jeshi. Kitu kibaya na kizuri pia kwa Tashi ni kwamba katika hilo jeshi la watoto wadogo mwanae Fatuma pia yumo. Kwa hiyo kosa ambalo yeye aliweza kulifanya ni kuweza kumwadhibu nani? Kumwadhibu Fatuma, kitu ambacho Tashi hakitaki kukiona. Huyu mbona kama hatufaa Tashi? Kama mzuri hivi anasaidia watoto ujue. Hapana bwana, si mzuri kwao, lakini watoto wanampenda kutokana yeye ameshaweza kuchagua nafsi ya watoto. Upande mwingine Mama Tashi anahisi kama kuna mwamba amejibanza hivi mtaani, na ni kweli Mgumilo amemfuata Mama Tashi ili kuweza kumsanua, yeye ndo kamrudisha mwanae ili aweze kufahamu tu kwamba yuko wapi. Lakini pia kitu ambacho cha kushangaza namwambia kwamba huyo aliyerudi sio mwanao bali ni kivuli chake tu, ila kama unataka kumrudisha mtoto wako basi lazima kufanyike kafara kubwa. Hii kafara tena? Na ni kafara gani? Hivi wana mizengo, mnamuelewa huyu mwandishi? Yaani tukio la kurudi kwa Naila jana, story yake ndo naijua leo. So huyu mwandishi ameweza kututeka na kuandika movie mithili ya Level za Nature, lakini hizi zinatoka hapa Bongo, na appreciate sana Bongo tumeweza kupiga hatua, si ndio? Mama Fatuma tayari kafundwa na kufundika, na hapa anaonana tena na shoga yake. Bado wengi nimemshika na kumjaa kinoma. Anamwambia rafiki yake kwamba hapa sio sehemu sahihi ya kuweza kuzungumza hili. Nadhani tayari umenielewa kuhusu Kani na Mgumilo, kwamba hao sio binadamu wa kawaida, ni viumbe vilivyokuja special kupambana na Tashi. Sasa kuhusu chizi wao nilishakwambiaga kwamba vunga. Kitu pekee ambacho Mama Fatuma anatakiwa kukifanya mpaka sasa hivi ni kupiga magoti na kumwambia Tashi mama, Tashi baba, Tashi mzimu, mzee wa kale, naomba unisamee, niliatevenga tu. Kila hatua yupo naye hadi aseme kwa nini alimwadhibu mwanae. Tashi amemchagua kwenye jeshi lake ujue. Siku ya pili Kani amemfuata yule msichana ambaye ni rafiki wa Mama Fatuma, na hapa anaendeleza swaga zake. Kabla ya mkeka hujatiki, Mgumilo anafika na kuharibu mazungumzo. Remind you kwamba hawa ndio watetezi wa jamii, lakini kutwa kucha wao wanaendekeza mapenzi. Nafahamu kabisa kwamba inawezekana katika jamii yao walipotoka mademu hakuna ama ni wachache. Ulishawahi kusikia kisu kikigonga mfupa? Mama Chamno mganga alimrudisha Tashi, leo hii anapokea taarifa za kupotea kwa mjukuu wake. Mama Chamno na mama wa huyu binti ni mtu na dada yake. Sasa ni kwamba Mama Chamno yeye tayari kashajua chanzo cha kupotea kwa mjukuu wake, ila anampa matumaini ya unafiki mwanae kwamba atampata tu na azidishe jitihada, na ikiwezekana atoe taarifa kwa mwenyekiti. Wakati huo mwanae yeye kichwa kimechanganyikiwa, anaomba mtazamie ni wapi mjukuu wake atakuwepo, bila kujua anayezungumza naye ndio sababu ya kupotea kwa mwanae. Hivyo kulichapwa uongo mmoja wa klabu bingwa hapo, alafu mwisho wa siku kazima hivi. Sasa hawa watetezi wa jamii, ukipenda waite pambanaji wa kweli, wameamua kuweka kikao cha kuachana na upuuzi wao. Sasa wafanye kazi, huku kila mmoja akisema hakuwa namtaka huyu msichana, hivyo wapotezee tu. Huyu mama anapoelekea sasa atakuwa chizi. Inabidi tuandamane kumwombea msamaha kwa Tashi, ikiwezekana tufunge na kusali, sadaka pia tutoe, maana Tashi atatuharibia pisi yetu. Akiwa hapa anawaza na kuwazua jinsi alivyoatevenga huko mwanzo. Time hiyo hiyo vimbwanga vikaanza kumkuta. Hey, ina maana mambo hayajaisha bado. Wakuu, zile saa na maombi tuziongeze kinomanoma. Hii ni episode ya 3. Mimi naitwa Cody Brand, mchera kubani kasupe naza mume wa mtu le single, super captain from the ghetto. Niite hivyo nami nitaitika. Subscribe, tukutane episode ya 4. Bye.